Asiye kwapo haambiwi. Kanisa, mnasemaje kwa wimbo huo? Asante kwaya Noronyo, na asante kwa kwaya zote ambazo zimeimba. Muda huu nahitaji kuwakaribisha nyote katika viwanja hivi kwa ajili ya mahudhurio haya na siku hii ya leo, siku ya Sabato, siku ambayo Mungu ameiteua, jinsi ambavyo tumekuwa tukisoma ya kwamba ni siku ambayo iko kwenye amri 10 za Mwenyezi Mungu, lakini pia ni siku ambayo Mungu aliitakasa, siku ambayo Mungu aliibariki, akamwagiza binadamu ya kwamba apate kupumzika, kustarehe, lakini pia na kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa njia ya kipekee nahitaji kuwakaribisha nyote katika mkutano huu wa siku hii ya leo. Ujisikie ya kwamba uko chini ya miguu yake Yesu Kristo wakati huu wa ibada. Nahitaji niwakaribishe, niwatambue kwaya zetu ambazo zimefika. Hebu kwaya Exodus, mahali mlipo naomba msimame, mtupungie mkono tafadhali. Kwaya Exodus ndio hao wametupungia mkono, nasi tuwapungie. Kwaya ya James Ministers, mko wapi? Mtupungie mkono. James Ministers ambao wametoka hapa muda sio mrefu, wako pale. God bless you. Kwaya ya Noronyo, naomba msimame tafadhali. Kwaya hii imetoka mbali kule ndani, Kilgoris ndani, naomba tuwapungie mkono. Kini pia miongoni mwetu tuko na kwaya ambayo ilikuwa kwaya ngeni, Heaven Targeters. Naomba msimame pia mtupungie mkono. Kwaya Heaven Targeters, may God bless you, tuwapungie pia mkono. Miongoni mwetu tuko na Pastor Aliakim ambaye pia amejumuika nasi katika ibada ya siku hii ya leo. Pastor, naomba usimame utupungie mkono. Na wageni wengine ambao watakaofika, kwaya zetu, kwaya za Ogembo District, mjisikia kwamba mko nasi, na wote ambao wamefika kwa sababu ya ibada hii tunapotamatisha mahubiri haya ya majuma mawili. Lakini pia kuna kikundi teule, kikundi cha ubatizo, waliobatizwa Sabato iliyopita na watakaobatizwa siku hii ya leo. Naomba msimame mpunge mkono. Wanaobatizwa leo na waliobatizwa Sabato iliyopita, naomba wameketi kule juu, naomba mtupungie mkono nasi tunapowapungia mkono. Mungu na tubariki sote tunapoingia katika sehemu hii nyeti. Nahitaji tuingie kwenye maandiko matakatifu. Msomi Orina au Makenzi, mahali popote ulipo, naomba tufungue nami kitabu cha Samueli wa kwanza, sura ya 7. Naomba tusome mstari wa 10 hadi 12. Samueli wa kwanza, Biblia Samueli wa kwanza, sura ya 7 haya ya 10 hadi 12. Sura ya 7. Samueli ni wa kwanza, sura ya 7 mstari wa 10. Biblia inasema, hata Samueli alipokuwa akiitoa hiyo sadaka ya kuteketezwa, Wafilisti wakakaribia ili kupigana na Israeli, walakini Bwana akapiga ngurumo, mshindo mkubwa sana juu ya Wafilisti siku ile, akawafadhaisha, nao wakaangamizwa mbele ya Israeli. Nao watu wa Israeli wakatoka Mispa, wakawafuatia Wafilisti, wakawapiga hata walipofika chini Bethkari. Ndipo Samueli akatua jiwe na kulisimamisha kati ya Misipa na Sheni, akaliita jina lake Ebenezeri, akisema, hata sasa Bwana ametusaidia. Kanisa, mnasemaje? Nahitaji niseme ya kwamba ndani ya mwaka huu mzima umepigana vita vya magonjwa, umepigana vita vya vifo, umepigana vita vya upweke, umepigana vita vya umasikini, umepigana na vita vya kila aina. Lakini
Mungu amekuwezesha, amekusaidia, ndiposa leo hii tumefika siku ya mwisho ya mwaka 2022. Samueli alipoliona hilo ambalo Mungu amemjalia, amemfanyia, Samueli akasema ni bora tutoe sadaka ya kuteketezwa. Akatoa ile dhabihu na akasema hakika Mungu ametusaidia. Hebu tafakari, ndani ya mwaka huu mzima ni mangapi ambao umeyapitia ambayo ni magumu? Vifo vimekusonga pale na hapa na pale. Corona ndio hivyo, magonjwa ya kila aina, lakini Mungu amekuwezesha, umefika siku ya mwisho. Napohitaji kuwaita wazee wa makanisa na mashemazi na vitasa tusanye sadaka, nahitaji nao utafakari ni mangapi ambao Mungu amekufanyia, ili utoe dhabihu yako na kumshukuru Mungu kupitia kwa sadaka hiyo, na kusema ya kwamba hakika Mungu ameniwezesha, amenisaidia kupigana na vita hivi, na ndio maana nimefika siku ya mwisho 2022. Tunaomba kisha tukusanye, na unapotoa sadaka yako naomba ya kwamba kama unahitaji change, usidumbukishe ndani ya kile kitasa au ile besheni ya kusanya. Umpe huyo mkononi mwake ili akupe change. Lakini pia wale ambao watakusanya sadaka hiyo ni wale ambao wamewekewa badge. Naomba tulizingatie hilo, ili sadaka hiyo uitoe kumshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo amekulinda mwaka mzima. Tuamini na tuombe. Baba na Mungu wetu, Mungu mtakatifu, ni kweli ya kwamba ndani ya mwaka huu isingekuwa ni wewe Mungu, isingekuwa ni wewe Mwokozi wetu, tusingeiona siku hii ya leo, siku ya mwisho wa mwaka huu. Wenzetu ambao tulikuwa tunatembea nao, wengi wameaga, wamefariki. Aidha wengine tulikuwa ndani ya magari kusafiri na wao, lakini tukaponea, wenzetu wakalala. Aidha wengine tulikuwa tumelazwa hospitalini na wao, lakini wao wengine wakalala, sisi tu hai leo hii. Sasa ndio maana tumesema tutambue ya kwamba wewe hakika ndiye Ebenezeri. Ndio maana tunahitaji kusema ya kwamba isingekuwa ni Mungu nisingeiona siku hii ya leo. Isingekuwa ni Mungu nisingefika mwisho wa mwaka. Napohitaji kutoa dhabihu zetu, sadaka zetu, Baba uzibariki. Baba utuwezeshe na kutupatia mguzo wa kipekee. Napoitoa sadaka hii ukaikubali machoni pako. Penzi yako azidi kuwa nasi tunapoitoa sasa, kwani tumeomba na hata kuamini katika jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Basi wale ambao wazee wa kanisa, mashemazi, naomba tukusanya sadaka hiyo. Napoleta wimbo wa watu wote, waimbishaji wa siku ya leo wanapotuletea wimbo wa mkutano mzima ambao tutaimba nyimbo 1-2 hivi. Yote na 122 yote namtolea yote namtolea Yesu, moyo wangu ni wake, nimeachana anasana, nitoa yote kwa Yesu, yote kwa Yesu. Upendo wako ushinda, Yesu natoa yote, namtolea Yesu, na inamia kwake, nimeachana anasa kwako Yesu, nipoke yote kwa Yesu, yote kwa Yesu.
upendo wako ushinda, Yesu natoa. Tunapoingia kwenye ubeti unaofuata CFMS, unaweza ukatumia namba zifuatazo, kodi hizi kwa CFMS. Unaweza ukatumia 18019, itakuletea kanisa Kibirichi. Unaweza pia ukatumia 18021, itakuletea kanisa Ogembo Good News. Unaweza pia ukatumia 18022, itakuletea kanisa Sunshine. Naomba tuzingatie namba hizo: 18019 Kibirichi, 18021 Ogembo Good News, 18022 Sunshine. Namba 3, yote twende. Yote namtolea Yesu, nifanye niwe wako. Nipe roho yako Bwana, yote namtolea Yesu, nami naona sasa furaha ya ukombozi, nasifu jina lake. Yote kwa Yesu, yote kwa Yesu. Upendo wako ushinda, Yesu natoa. I surrender, yote kwa Yesu, I surrender all to thee, wako ushinda, Yesu natoa. 55. Twapanda mapema, twende. Twapanda mapema na mchana kutwa, mbegu za fadhili hata jioni. Twangojea sasa siku za kuvuna, na tutashangilia wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno. Tutashangilia wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno. Tutashangilia wenye mavuno. Twapanda mwangani na kwenye kivuli, tusishindwe na baridi na pepo. Punde itakwisha kazi yetu hapa, na tutashangilia wenye mavuno, amini wenye mavuno, wote wenye mavuno. Tutashangilia wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno. Tutashangilia wenye mavuno. Twapanda kwa Bwana mbegu kila siku, tusishaona tabu na huzuni. Tuishaposhinda atatupokea, na tutashangilia wenye mavuno. Tuimbe wenye mavuno, sisi wenye mavuno. Tutashangilia wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno. Tutashangilia wenye mavuno. Amen. Namba 9. Mbaji mfalme vitu, twende.
Mbaji mfalme, vitu vyote vyako, ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa, ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Uliyeniumba na kutegemea, sina budi kuzisifu hisani zako kuu. Sina budi kuzisifu hisani zako kuu. Nitatoa nini kwanza vyote vyako? Upendo wako wadai moyo wa shukrani. Upendo wako wadai moyo wa shukrani. Nipewe neema, niwe na uwezo wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako, wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako. Amen. Number 179. Wavunaji watafurahi. Twende. Wavunaji watafurahi pale watakaporudi, wakiyaleta mavuno hata Yerusalemi. Furaha, furaha wataipata, furaha hata milele. Furaha wataipata wakati wa mavuno, na siku ile tutaimba kumshukuru na kumsifu Bwana. Bwana Yesu mjumbe wetu kule Yerusalemi. Amini furaha wataipata, furaha hata milele. Furaha wataipata wakati wa mavuno. Wavunaji watafurahi makaoni mwa milele, yaliyowekwa tayari kule Yerusalemu. Furaha, furaha wataipata, furaha hata milele. Furaha wataipata wakati wa mavuno. Furaha, furaha wataipata, furaha hata milele. Furaha wataipata wakati wa mavuno. Amen. Natumai kwamba wamemaliza. Mlete pale mbele, hapa mbele. Tafadhali. Tunapoimba huu wimbo, mali yako sasa, twende. Mali yako sasa, Bwana tumetoa, hatuna yaliyo yetu, yote ni vipaji.
Tuketi. Thank you. Wana wa Mungu, wakubwa kwa wadogo, Sabato njema. Sabato njema. Wana Noronyo Church Choir, nenda Sobabogi. Enda Sobabogi. Karibu sana Ogembo. Ni furaha yangu, nataka kuwakaribisha ninyi wote kwa sababu ya kipindi hiki cha matangazo. Nikitumai kwamba kila mmoja wetu amepata mahali pa kuketi na kustarehe. Kwa wale ambao hawana mahali pazuri, wale ambao wanaendelea kupigwa na jua, nataka kuambia kwamba katika vile vyumba ama machumba yale, katika baranda ya Elder Micheka, kuna nafasi ambapo unaweza ukajikinga kwa jua. Kwa hivyo usiteseke kwa sababu ya jua, unaweza ukatembea huko pole pole ili upate mahali pa kuketi. Asante. Na kwa sababu ya vyumba vya usafi, nataka kuwakumbusha tena kwamba wageni wetu mahali ambapo tulikuwa tunatumika, tutaendelea kutumia mahali hapo, na wanawake na wasichana wote mahali huko chini kuna vile vyumba vya usafi vya council yetu, mtavitumia. Na waomba wazee wetu tafadhali, na vijana wa kiume, tutembee sunshine. Tafadhali tuchunge ili tusigongane. Nataka kuomba sasa tuingie katika matangazo, na kabla hatujaingia katika matangazo, naomba tuweze kuomba. Mfalme na Mungu wetu, asante kwa sababu ya Sabato yako njema. Asante kwa sababu ya nafasi hii ambayo umetupa ya kipekee ili kuja mbele yako tuweze kukuabudu. Tunaomba tunapokuabudu, tukuabudu kwa roho na kwa kweli. Asante Mungu wetu kwa sababu ya matangazo ambayo yako mbele yetu. Utusaidie ili kuyatekeleza, ili kuendeleza kazi katika shamba lako. Mapenzi yako yafanyike kutoka sasa mpaka mwisho, kwani tumeomba katika jina la Yesu aliye Bwana mwombezi wetu. Matangazo nataka tuyasikize vyema kwa sababu kutoka hapa tumefika kilele cha mikutano hii, na tutarudi katika makanisa yetu, na matangazo haya yatatusaidia katika utekelezaji wa kazi ya Bwana. Tangazo la kwanza ni hili: kila kanisa linaulizwa liweze kufanya promotions tarehe 8 ambayo ni Jumapili ile nyingine, ambayo itafanyika katika Elsa Academy. Kwa hivyo vijana wetu watajumuika katika shule yetu ya Elsa ambapo watakuwa na congress yao. Vijana mnaulizwa msingatie yafuatayo. Registration ni shilingi 1000. Registration kila mmoja wetu ni shilingi 1000. Alafu kila mmoja wetu as an individual utatoa mkebe mmoja, 1 tin, that's the 2 kg tin ya mahindi, alafu na kilo moja ya marawe. So hizo zitakuwa individual, lakini kila kanisa limeulizwa kuwapa vijana wetu mkebe mmoja wa wimbi, na ndizi 1 punch. Kila kanisa mkungu moja wa ndizi. Sabato ijayo kila kanisa litapokea kijana kiongozi ambaye atafanya hiyo promotion
Kwa hivyo kila kanisa tunaombwa tuwakaribishe na tuwape muda mzuri ili waweze kufanya hiyo promotion. Tangazo la pili ni kwamba our district pastor is very grateful because of the evangelistic campaigns that we are winding up today katika mji wetu wa Ogembo, na anawashukuru wote kwa sababu ya shughuli nzuri ambayo imefanywa, na kuwaambia kwamba wale ambao wamebatizwa ama watakuwa wamebatizwa, the upness class watakuwa wanakutana katika shule yetu ya akademia ya Loyola kuanzia Sabato ijayo kwa miezi mitatu mfulizo, kwa sababu ya mafundisho rasmi kuwaingiza katika kanisa letu. Kwa hivyo wale wote ambao watakuwa wamebatizwa kuanzia Sabato ijayo, tutakuwa tunajumuika katika shule yetu ya Loyola Academy ambayo iko nyuma pale ya Ogembo Preparatory. Kwa hivyo wasee wa makanisa mfanye mpangilio ili tuweze kupata hao wote wakihudumiwa. Tangazo lingine ni kwamba pastor wetu wa district, ili sijui kama atalisema yeye, kwa sababu yeye ndiye atajua vile ambavyo atawashukuru. Kuna wale wote ambao wameshiriki. Pastor uko wapi? Okay. Kwa niaba yake hao wote ambao wameshiriki katika kampeni hii, mnashukuriwa sana na pastor wetu. Tukianza na event targeters, tupungie mkono mahali popote mlipo. Event targeters, shukrani nyingi na Mungu aendelee kuwabariki. Our guest speakers wote mahali popote mlipo, mtapunga tu mkono, lakini nafasi yenu itafika, mtakuja kunena machache. Alafu the host churches Ogembo district, mahali popote mlipo, asante sana kwa kazi nzuri ambayo mmefanya. Punga mkono hivi kualika wageni wetu Ogembo district wote. Asante. So kwa wale wageni wetu wale ambao wamebatizwa, Mungu awabariki kwa sababu ya kujitoa na kujitolea ili kubatizwa, na tunaombea Mungu awashike mkono, atembee nanyi katika kipindi hiki ili tuweze kujiunga na wenzetu katika kanisa la Bwana. Tangazo lingine ni kwamba kesho, ambayo itakuwa tarehe 1 mwezi wa Januari mwaka 2023, members wa makanisa yetu yote tunaulizwa kujumuika katika makanisa yetu kwa sababu ya Thanksgiving, ili kumshukuru Mungu wetu kwa sababu ya umbali huu ambao ametuleta. Na wakati tutakapofanya hivyo, tutarajie kumpokea mgeni mmoja kutoka miongoni mwa wageni ambao tumekuwa nao ili kuweza kuendeleza hiyo shughuli. Kwa hivyo jambo lingine ambao tutafanya katika Thanksgiving, tafadhali kila mmoja wetu ukienda leo jioni ujiandae na bahasha yako nzuri ili kumtolea Mungu shukrani. Tangazo lingine ni kwamba Sabato ya tarehe 7 ambayo itakuwa ndio Sabato ya kwanza ya mwaka, kila kanisa linaulizwa kwamba ama linajulishwa kwamba limtarajie mgeni mmoja ambaye atahudumu, na tujipange vyema kuwapokea. Vivyo hivyo wana happiness watakuwa pale juu na watapokea mgeni. Kwa hivyo mjiandae, Sabato ya kwanza kila kanisa
tutakuwa na mgeni. Tangazo lingine ni kwamba kuna vile vitabu vya The Great Hope kitabu ambacho kinaenda pamoja na The Great Controversy, ambacho jana tuliona vikitawanywa na watu wamechukua kwa wingi, lakini bado vitabu hivyo viko kwa wingi, na kila mmoja wetu achipatie nakala, kwa sababu hiki ndicho kitachokuwa kitabu cha kusomwa mwakani. Na hivyo basi ukikosa huenda ukaangaika, kwa sababu hutakuwa unajua wengine wanaelekea wapi. Na kitabu hicho kinapatikana kwa shilingi 250 pekee, na unaweza ukakipata kutoka kwa First Church Elder, ama utapata kutoka kwa Ogembo Pharmaceuticals pale pa Jessica member. Kwa hivyo ukitaka nakala unaweza ukaulizia ili uweze ukapata yako ikusaidie. Kuna tangazo lingine ni kwamba kutoka Kebirichi, kesho there will be handing and taking over. Kwa hivyo watu wote mnaulizwa mche mapema kuanzia saa 12 kamili, hivi kwamba Thanksgiving ikiisha itakuwa ni sherehe ya handing and taking over. Kwa hivyo wana Kebirichi mjiandae vema kwa sababu ya zoezi hilo. Vile vile katika kanisa hilo kutakuwa na child dedication. Kuna mtoto ambaye atawekwa katika mikono ya Bwana, na jina lake ni Seth Magare, baba yake ni Wilfred Magare, na mama yake ni Lilian Magare. Kwa hivyo wale ambao wanahusika mjiandae kumpokea mtoto, kumtembelea kabla atapokelewa kanisani. Tangazo la mwisho ni kwamba mgeni wetu Evangelist Orina, Biblia yake ni kama hajaiona vizuri. Kama umeipata Biblia hiyo, uilete pale mbele kwa meza ili aweze kupata Biblia yake. Evangelist Orina amepoteza Biblia yake na ni ya maana sana kwake. Kwa hivyo yeyote ambaye ameiona mahali ailete hapa mezani. Alafu kuna dada yetu Ruth Nyaundi, naye pia amepoteza wimbo wake, wimbo ule mkubwa 3-in-1, na iwapo pia umeuona ulete hapa mbele ili uweze kupokelewa na mwenyewe. Nafikiri nimefika tamati ya matangazo haya. Mungu atusaidie wakati ambapo tunajiandaa kuyatekeleza. Nimlete pastor kwa njia ya kipekee ili aweze kuwashukuru kwa maneno yake mwenyewe wale ambao wamesaidia, support this event. Pastor, karibu. Bwana asifiwe. Kwa njia ya kipekee nahitaji kushukuru kila mmoja ambaye tumeshirikiana naye kufanikisha mahubiri haya. Niwashukuru wanenaji wetu, niwashukuru Heaven Targeters, niwashukuru makanisa yote ambao mmechangia pakubwa kuwezesha mahubiri haya. Na hasa niwashukuru wale ambao wanabatizwa na waliobatizwa Sabato iliyopita, maana mbingu inashangilia na hao ndio wa muhimu zaidi. Muda huu unahitaji niwakaribishe nyote kwa wimbo wa ibada tunaposimama sote mkutano mzima. Mkutano wote tusimame kwa wimbo wa ibada, wimbo wa kumsifu Mungu. Sifu, twende. Sifu Mungu wa neema.
Tuombe. Baba na Mungu wetu, asante sana kwa ibada ya leo. Tunakushukuru kwa sababu umetukubali kuja leo. Baba, hatujaja bure, neno lako linahitajika. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akae na kutamalaki kwa wingi. Na tangu sasa ninapoomba, ikiwa kuna mtu amekuja akiwa mgonjwa, aondoke akiwa na kelele za furaha. Ikiwa kuna mtu amekuja na machozi, Roho wako akamfute machozi katika ibada ya leo. Baba, leo watu wakayatoe maisha yao kwako, maana ni siku ya mwisho ya kuaga mwaka huu, na tunataka tuingie mwaka mpya tukiwa wapya ndani yako. Utuwezeshe kutoa mali, utuwezeshe kutoa mioyo yetu, utuwezeshe kukubali Roho akae ndani yetu. Tunajua leo utafanya mambo makubwa. Acha sisi tushuke chini, wewe inuliwe, kwa Kristo aliye Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amen. Makanisa yote, jinsi ambavyo tangazo limekuja, makanisa yote Sunshine, iwe ni Good News, iwe Kebirichi, mtakutana kesho kufungua mwaka na kushukuru Mungu mida ya saa 12 kamili, na kila kanisa itakuwa na mgeni. Naomba niwaletee salamu ya wale tuliopo nao hapa, lakini pia nianzie salamu za mbunge wa eneo hili, Mheshimiwa Alpha Miruka. Amewasalimu, ilikuwa ashiriki nasi katika ibada ya siku hii ya leo, lakini kwa sababu ambazo zilitokea jana usiku imemlazimisha ya kwamba hata kuwa nasi. Amewasalimu na amewatakia washiriki wote na wana constituency hii, amewatakia heri na fanaka na baraka za mwaka 2023. Lakini pia miongoni mwetu tuko na wageni wengi. Rafiki Cyrus, naomba upunge mkono mahali ulipo. Cyrus, please. God bless you. Miongoni mwetu pia tuna washiriki ambao wametoka Kisii Central Church. Naomba mahali mlipo msimame mpunge mkono. Wameona wafanya ibada nasi siku hii ya leo. God bless you. Asanteni sana, tuliwakaribisha kwaya zote. Lakini pia nahitaji muda huu nimlete kiongozi wa kwaya Heaven Targeters, ndugu Lamek. Utusalimu kwa niaba ya kwaya. Lamek Kaunga. Umeelekea wapi? Basi Lamek akiwa mbali kidogo, nimlete msaidizi wake wa kwaya Heaven Targeters maybe, kwa sababu tunakimbia kwa wakati. Come. Wapendwa katika Kristo Yesu, na wasalimu. Hamjambo. Kama Yesu ni mwokozi wa maisha yako na umbali huu ni mkono wake Yesu, inua mkono kwa kumshangilia Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Sisi kama walenga mbingu tuna shukrani za kipekee kwa sababu tuliahidi Mungu ya kwamba tutakuwa na crusade kubwa Ogembo, na limekwisha kutimia. Haleluya. Kuna watu wengi ambao wamekuja kwa niaba ya Heaven Targeters. Tafadhali uwepo wetu hapa ni kwa sababu ya mapenzi na upendo wenu, na wasimsimame katika jina la Yesu. Wakiongozwa na Nyamokenye Home Church Chairman, please stand and wave the congregation. Kuna marafiki wetu wengi, hawa ndio wamefanya tuweze kuja hapa na tuweze kufadhili crusade hii na tuweze kufanikisha
mkutano huu. Kwa hivyo tunawashukuru sana wapendwa marafiki ambao mmekuja, mmesimama nasi. Sisi kama Walenga Mbingu tumeahidi Mungu ya kwamba tutaenda mbele, japo kuna machungu na majaribu mengi, bado tutazidi kusonga mbele na injili ya milele. Kama pia ni ombi lako kwa mwaka unaokwisha, unasema Mungu nisaidie, kama Walenga Mbingu tueneze injili ya milele. Mungu aweze kuwabariki, Mungu aweze kuwa nanyi na wape mwaka mpya ulio wa mafanikio, hasa kudumu ndani yake na kufanya kazi yake. Bwana wabariki. Thank you. Sasa naomba Obed asimama tuletee fungu kuu. Fungu kuu ni Matendo ya Mitume 12:9 na 10. Matendo ya Mitume 12:9 na 10. Biblia inasema, akatoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa ni ya malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Na walipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja hata malango ya chuma wa kuingilia mjini, ukawafungukia wenyewe. Wakatoka nje wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. Kwa lugha ya Kimombo, Acts 12:9 and 10. The Bible reads, and he went out and followed him, and knew not that it was true which was done by the angel, but thought it was a vision. When they were past the first and the second guard, they came unto the iron gate that leads unto the city, which opened to them for its own accord. And they went out and passed on through one street, and immediately the angel departed from him. Mungu abariki neno. Neno hilo litatafsiriwa zaidi na mnenaji mkuu, mwimbishaji wa siku. Tuelekeze kwa wimbo. Wimbo namba 126. Kanisa, naomba tuweze kusimama kumsifu Mungu. Wimbo namba 126 tunaposimama. Nina haja nawe, naomba tusimame. Nina haja nawe, twende. Nina haja nawe kila saa, hawezi mwingine kunifaa. Yesu nakuhitaji, vivyo kila saa ndiwezeshe Mwokozi, nakujia. Nina haja nawe, kaa nami, na maonjo haya hayaumi. Yesu nakuhitaji, vivyo kila saa niwezeshe Mwokozi, nakujia. Nina haja nawe kila hali, maisha ni bure ulimbali. Yesu nakuhitaji, vivyo kila saa niwezeshe Mwokozi, nakujia. Nina haja nawe, nifundishe, na ahadi zako zi
Yesu nakuhitaji, vivyo kila saa niwezeshe Mwokozi, nakujia, nina haja nawe, mweza yote ni wako kabisa siku zote. Yesu nakuhitaji, vivyo kila saa niwezeshe Mwokozi, nakujia. Ombi kuu tunaelekezwa na Pastor Eliakim. Tukapate kuomba. Mungu wetu mkuu, imefika wakati mwingine tunajileta kwako kila mmoja aliyefika hapa. Watu wote ambao wamefika hapa, kila mmoja unamfahamu kwa jina. Kila mmoja unamfahamu shida yake mfalme. Tunapoenda kwa huduma kuu, Mungu wangu, nimemleta mchungaji mikononi mwako. Umuinue juu, hili maneno ambayo anayotupatia yasiwe yake, lakini yawe yako. Na tuseme kweli tumekutana na Mungu wetu. Mungu wetu ambao wote ambao wanaotupata kupitia vipaza sauti hivi, tupate kusikia neno hili, litufute kwako, tuwe watoto wako vikamilivu. Mungu wangu, sasa naenda kunyamaza, unene nasi na unene na kila mmoja wetu, ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Asante Pastor Eliakim. Namleta Pastor Musa, Pastor Dr. Musa atuelekeze kwenye zaka, utoaji. Wale ambao tumekuwa tukihudhuria tumesoma ya kwamba ibada ina sehemu 4 na mojawapo ya ibada hizi ni kumtolea Mungu kurudisha zaka. Kurudisha zaka. Pastor na Dr. Musa. Mkutano, Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Ogembo, Bwana Yesu asifiwe. Nawaletea salamu nyingi kutoka kwa mkuu wa chuo cha University of Arusha. Bwana Yesu asifiwe. Nimejisikia kubarikiwa sana kuwa pamoja nanyi katika mahitimisho ya mikutano hii adhimu, mikutano ambayo ina utukufu wa Bwana. Basi tuombe. Mwenyezi Mungu, wewe unayemiliki mbingu na nchi na vyote vilivyomo, na sisi tulioko hapa tunakuja tusikize maneno yako, na baada ya hapo tutakutolea kwa mioyo ya ukunjufu. Hebu Roho wako akawe pamoja nasi kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuwasomea neno fupi tu kutoka katika Hesabu sura ya 7 fungu la kwanza hapo. Fungu la kwanza hadi la 4. Msomaji, naomba utusomee. Hesabu 7 fungu la kwanza hadi la 4. Karibu. Hesabu 7 fungu la kwanza hadi la 4. Biblia inasemaje? Ilikuwa siku hiyo Musa Ndiyo. alipokwisha kusimamisha maskani, Haleluya, na kuitia mafuta,
akaitia mafuta na kuitakasa, ndiyo, na vyombo vyake vyote, ndiyo, na hiyo madhabahu na vyombo vyake vyote, ndiyo, na kuvitia mafuta na kuvitakasa. yaani mafuta yamejirudia sana. Endelea. Ndipo wakuu wa Israeli, ndipo wakuu wa taifa gani kanisa? Taifa gani kanisa? Ikaweje? vichwa vya nyumba za baba zao, vichwa vya nyumba za baba zao, wakatoa matoleo. wakatoa matoleo. Hao ndio wakuu wa kabila. Hao ndio waliokuwa juu yao waliohesabiwa. Hao ndio waliokuwa wamehesabiwa. Bwana Yesu asifiwe. Pause kwanza msomaji. Sisi wote hapa ambao tumekuja tumehesabiwa. Bwana Yesu asifiwe. Tumehesabiwa. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kusoma msomaji. Inaendelea kwa kusema, fungu la 3. Nao wakamletea Bwana matoleo yao. Ndiyo. Magari 6 yenye mafuniko juu. Magari 6 yenye mafuniko juu. Na ng'ombe 12. Na ng'ombe 12. Gari moja. Ndiyo. Kwa wakuu wawili. Yaani raundi hii wakuu wawili, gari moja. Na ng'ombe mmoja. Na ng'ombe mmoja wa kila mkuu. Ndiyo. Nao wakayasongeza hapo mbele ya maskani. Wakasogeza kwa unyenyekevu mbele ya maskani ya Mungu. Kisha Bwana akanena na Musa. Na kumwambia, pokea mikononi mwao. Haleluya. Wapendwa, zamani walikuwa wanatoa. Bwana Yesu asifiwe. Mkutano zamani walikuwa wanafanya nini? Wanatoa. Zamani walikuwa wanasogeza. Sisi leo hatutoi. Tunatoa, lakini tunatoa kwa kubipu. Lugha ya Tanzania sema tunabipu. Yaani ni kama unampigia simu, kabla hajapokea unakata. Sasa nilikuwa nafanya kahesabu kangu kadogo tu hapa. Siku hiyo hema ya kukutania ilikuwa inawekwa wakifu. Leo hii tu katika hema ya Mungu ya kukutania tunajiweka wakifu kabla ya mwaka mpya. Sikiza. Yaani walitoa magari 6 yenye vifuniko, na kwa Bwana vinatoka vitu vyema. Kwa mfano unasema kwamba labda walitoa Range Rover 6. Halo? Sasa chukua Range Rover 6 mara milioni 2, hizo ni milioni 12 za Kenya. Halafu wakatoa ng'ombe 12 walioshiba. Ukizidisha mara 80 ni 960,000. Baadaye gari moja la wakuu wawili sasa nasema labda Land Cruiser, milioni 20 mara 6, hiyo ni 120,000. Baadaye ng'ombe mmoja milioni 12. Hiyo ni jumla ya matoleo ya siku moja ni milioni, yani hiyo ni milioni 144.9. Pasa mchungaji wa mtaa, yaani matoleo ya siku moja ni milioni 144.9 siku moja. Leo hii tutamtolea nini Mungu? Leo hii wanzako wanatoa magari. Leo hii hizo zilikuwa ni sadaka za viongozi. Katika kitabu cha Danieli nasema wale waongozao wengine kutenda haki watang'aa kama nyota. Ninyi nyote hapa ni viongozi. Leo hii unamlotea Bwana kiasi gani katika matoleo ya zaka na sadaka? Na baada ya matoleo haya, mchungaji wa mtaa, Mungu akanena. Baada ya matoleo haya Mungu atanena nasi kupitia mtumishi wake mchungaji Lubua. Wewe utamtolea nini Bwana? Tuombe. Mwenyezi Mungu, gusa watoto wako.
si kwa mguso wa chochote, bali kwa mguso wa Roho Mtakatifu. Watabubujisha sadaka hapa na zaka hata isiwepo nafasi ya kutosha. Leo ikiwa kama zamani zile ambapo zilitolewa hata wakasema inatosha, na iandikwe historia mpya leo. Tunaomba katika jina la Yesu, amen. Asante. Mwenyezi Mungu atubariki tunaposogeza sadaka za viongozi, yani zaka na sadaka. Amen. Wazee wa kanisa pamoja na mashemazi, naomba msimame mkusanye. Wazee wa kanisa wote ambao wamewekewa badge, tusimame kwa ajili ya kukusanya sadaka hiyo. Mwimbishaji sijui tunapo wimbo namba 9 Exodus wakaribie, then Heaven Targeters watafuata. Mbaji mfalme vitu vyote vyako, twende. Mbaji mfalme vitu vyote vyako, ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa, ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Uliyeniumba na kutegemea, sina budi kusisifu hizani zako kuu, sina budi kusisifu hizani zako kuu. Nitatoa nini kwanza vyote vyako, upendo wako wadai moyo wa shukrani, upendo wako wadai moyo wa shukrani. Nipewe neema, niwe na uwezo wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako, wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako. Amen. Na Mafarisayo wanafiki, mnajidanganya bure, mnalipa zaka za mnana, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria. Mmevalia ile ngozi ya kondoo, bali nyinyi nyote mbwa mwitu hatari. Viongozi vipofu wenye kuchuja, mbona kumeza ngamia. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, mnajidanganya bure, mnalipa zaka za mnana, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria. Mmevalia ile ngozi ya kondoo, bali nyinyi nyote mbwa mwitu hatari. Viongozi vipofu wenye kuchuja, mbona kumeza ngamia. Baraka za Mungu zitawatoka, mtapata laana kwa kupuuza sheria. Mmemdharau Baba wa wokovu wenu Yesu Kristo, mkafanya matakwa yenu. Tusiwe Yeshuruni aliyenenepa akapiga teke sababu ya kula kwingi. Tumrudishie Mungu zaka na sadaka iliyo kamilifu. Tusiwe Yeshuruni aliyenenepa akapiga teke sababu ya kula kwingi. Tumrudishie Mungu zaka na sadaka iliyo kamilifu. Baraka za Mungu zitawatoka, mtapata laana kwa kupuuza sheria. Mmemdharau Baba wa wokovu wenu Yesu Kristo, mkafanya matakwa yenu. Tusiwe Yeshuruni aliyenenepa akapiga teke sababu ya kula kwingi.
iliyo kamilifu. Tusiwe shuruni aliyenenepa akapiga teke sababu ya kula kwingi. Tumrudishie Mungu zaka na sadaka iliyo kamilifu. Zitahiri ngovi za mioyo yenu, msipate kuwa na shingo ngumu. Bwana wetu Mungu wa miungu na Bwana wa mabwana, tena ndiye Mungu mkuu. Haogofya wala hapendelei nyuso, tena hawezi kubali kuchukua rushwa. Mbona tunamdanganya yule wa haki na kufichulia siri? Basi zitahiri ngovi za mioyo yenu, msipate kuwa na shingo ngumu. Bwana wetu Mungu wa miungu na Bwana wa mabwana, tena ndiye Mungu mkuu. Haogofya wala hapendelei nyuso, tena hawezi kubali kuchukua rushwa. Mbona tunamdanganya yule wa haki na kufichulia siri? Baraka za Mungu zitawatoka, mtapata laana kwa kupuuza sheria. Mmemdharau mwamba wa wokovu wenu Yesu Kristo, mkafanya matakwa yenu. Tusiwe shuruni aliyenenepa akapiga teke sababu ya kula kwingi. Tumrudishie Mungu zaka na sadaka iliyo kamilifu. Tusiwe shuruni aliyenenepa akapiga teke sababu ya kula kwingi. Tumrudishie Mungu zaka na sadaka iliyo kamilifu. Baraka za Mungu zitawatoka, mtapata laana kwa kupuuza sheria. Mmemdharau mwamba wa wokovu wenu Yesu Kristo, mkafanya matakwa yenu. Tusiwe shuruni aliyenenepa akapiga teke sababu ya kula kwingi. Tumrudishie Mungu zaka na sadaka iliyo kamilifu. Tusiwe shuruni aliyenenepa akapiga teke sababu ya kula kwingi. Tumrudishie Mungu zaka na sadaka iliyo kamilifu. Baraka za Mungu zitawatoka, mtapata laana kwa kupuuza sheria. Mmemdharau mwamba wa wokovu wenu Yesu Kristo, mkafanya matakwa yenu. Tusiwe shuruni aliyenenepa akapiga teke sababu ya kula kwingi. Tumrudishie Mungu zaka na sadaka iliyo kamilifu. Tusiwe shuruni aliyenenepa akapiga teke sababu ya kula kwingi. Tumrudishie Mungu zaka na sadaka iliyo kamilifu. Baraka za Mungu zitawatoka, mtapata laana kwa kupuuza sheria. Mmemdharau mwamba wa wokovu wenu Yesu Kristo, mkafanya matakwa yenu. Tusiwe shuruni aliyenenepa akapiga teke sababu ya kula kwingi. Tumrudishie Mungu zaka na sadaka iliyo kamilifu. Tusiwe shuruni aliyenenepa akapiga teke sababu ya kula kwingi. Tumrudishie Mungu zaka na sadaka iliyo kamilifu. Amen. Naomba tusimame. Mali yako. Kanisa tusimame. Mali, twende. Mali yako sasa, Bwana tumetoa, hatuna yaliyo yetu, yote ni vipaji. Amen. Thank you. Tuketi. Tunaenda kuimba wimbo ambao
ulituleta hapa katika Crusade hii, ambao ni wimbo unasema kwamba nimefika mwisho. Ni wimbo ambao tunaufanya kwa sababu ya mfadhili wetu ambaye alituacha, na kwa sababu tukaandika maneno hayo na tukakusudia kwamba tuweze kuja kwa ajili ya kuimba na hata kufanya Crusade katika mji wa Ogembo. Na ningependa kuwakaribisha wale wote, hata daktari ambaye alimpoteza mpenda wake, ambaye wote walikuwa wafadhili hapa, na tungependa kuimba wimbo huo pamoja kwa ajili ya Crusade hii. Naamini kwamba wengi umeuona katika mitandao. Ni wimbo kwamba nimefika mwisho, na hivi sasa hata mwili wetu uchakae sana, najua kwamba Bwana atatujazia neema yake, na Mungu aweze kubariki sana mnaposikiza wimbo huo. Na wimbo huo ndio tutawaachia kama zawadi katika sehemu hii ambayo tumefanya kazi nyingi kwa ajili ya kuafiki injili yake Bwana Yesu Kristo. Bwana aweze kubariki mnapobarikiwa na wimbo huu jamani wa Ogembo Crusade. Bwana awabariki sana. Yesu msalaba Nimefika mwisho wa maisha yangu, naliona kaburi mbele yangu, lataka kunibeza. Milima ya mbinguni yaniita sasa, niende nipumzike nyumbani mwa baba yangu. Nimefika mwisho wa maisha yangu, naliona kaburi mbele yangu, lataka kunimeza. Milima ya mbinguni yaniita sasa, niende nipumzike nyumbani mwa baba yangu. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi ulionipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwamba chungu mazito, mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi ulionipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwamba chungu mazito, mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Namtukuza Yesu, ameshinda mauti. Kaburi liko wazi, hayumo tena, amepaa mbinguni. Japo nilale kwa muda, nitafufuka hakika. Machozi yangu yafutwe furaha asubuhi. Namtukuza Yesu, ameshinda mauti. Kaburi liko wazi, hayumo tena,
amepaa mbinguni. Japo nilale kwa muda, nitafufuka hakika. Machozi yangu yafutwe furaha asubuhi. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho. Na kazi ulionipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwa machungu mazito mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho. Na kazi ulionipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwa machungu mazito mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho. Na kazi ulionipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwa machungu mazito mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho. Na kazi ulionipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwa machungu mazito mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Kanisa, mnasemaje kwa kwaya hiyo? Ndio kwaya ambayo tumekuwa nayo ndani ya majuma haya mawili, na imetuwezesha kufanikisha mahubiri haya. Muda huu nahitaji kumleta mnenaji, lakini eneo hili linatawalwa na Mheshimiwa Paradiso ambaye ndiye area MCA. Lakini pia kuna wageni wengine ambao tunawatarajia kwa sababu amefika tayari. Kabla ya mahubiri, naomba mheshimiwa mpatie kipasa sauti atusalimie na atukaribishe, maana tuko katika maeneo yake. Kisha nimlete mnenaji wa siku. It is against the protocol of the church ya kwamba tulikuwa tumeingia katika ibada, lakini basi naomba tu tusalimie maana ni eneo lako. Mbe mono pastor. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Ekere wakati imefika wa kuhubiri, mchungaji hata hiruhusiwi niseme chochote. Lakini nataka kuwakaribisha wageni wote na Wakristo wa Adventiste. Karibu sana Ogembo. Mmekaribishwa sana. Ogembo imekuwa ni town, lakini tarehe 3 tunakuwa manispaa. Kwa hivyo karibu katika manispaa ya Ogembo. Sitaki kuongea mengi kwa sababu nimekuwa kanisa ingine moja hivi, ndio maana nimechelewa. Nilitaka kushiriki kabisa, lakini niko na nyinyi paka hata kama ni saa 8 ndio nitoke hapa. Sawa. Thank you very much. God bless you as you worship with us. Sasa naomba kumleta mchungaji Fadhili aje huku juu kwenye kibweta hiki, na wengi ambao mmetuma ujumbe wenu kutoka huko juu ya kwamba leo hii mnahitaji mnenaji asimame huku juu ili mpate kumuona na kumsikia vema. Tumekubaliana nanyi. Kwa hiyo mchungaji atahubiri kutoka huku juu kwenye kibweta hiki ambapo ni madhabahu yake Mwenyezi Mungu, jinsi ambavyo Mungu atakavyomwelekeza. Naomba mchungaji uje juu maana limeombwa. Basi wangapi pamoja nami wanasema mchungaji Fadhili asimame azungumze nasi. Tuombe tunapomkaribisha mnenaji wa siku na majuma haya. Baba wetu na Mungu wetu, mtumishi wako umekuwa ukimtumia ndani ya majuma haya mawili, na leo hii tena amesimama kwa niaba yetu sisi wote, na kwa niaba ya mbingu tunaomba ya kwamba umshushe Kristo unapoinuliwa juu,
upate kuonekana zaidi ya jinsi umeonekana hata siku za nyuma. Umtumie ipasavyo kulingana na mapenzi yako. Tumeomba na hata kuamini katika jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Abana va Nyasaye, Nyasaye nomia. Nyasaye nomia. Wakati naweka sawa microphone hiyo. Sabato engia. 1 2. Ngoja tuweke mambo sawa. Sasa mambo yako vizuri. Dina wasalimu tena kwa jina la Kristo Bwana wetu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe pande hii. Bwana asifiwe kule mbali. Ninamshukuru sana Mungu kwa ajili yenu. Ningeweza kusimama juu na wote mkaniona, lakini kwa sababu ya matumizi ya media at least yanahitaji background, na kwa hiyo mtaniwia radhi ambao hamtaweza kuniona. Tuko pamoja na Mungu awabariki sana. Na katika ibada ya leo ni furaha yangu kubwa sana kwamba Mungu ametuleta katika umbali huu. Mungu ametuleta katika miisho mikubwa ya mkutano huu. Moyo wangu unamshangilia Bwana. Moyo wangu unamuinua Bwana. Yeye aliyeanza pamoja nasi na yeye anayemaliza pamoja nasi, tunasema jina lake litukuzwe sana. Wapendwa, jina la Bwana litukuzwe sana. Na kama una sababu yoyote ya kushukuru, angalau kwa kufika mwisho wa mwaka huu, maana leo ni siku ya mwisho, masaa kama haya kesho tutakuwa mwaka mwingine. Ninajua kwamba Bwana ametenda maajabu na Bwana ametutendea mema. Ninashukuru sana kwa crusade hii. Nashukuru sana vile Mungu amekuwa akitumia watoto wake. Mimi nimeshuhudia vile Mungu alivyo na watendakazi wake wema. Na kwa kweli Mungu awabariki sana watendakazi mliotenda makubwa katika mkutano huu. Aidha, kabla sijaanza kuhubiri, nitapenda kutambua uwepo wa watu ambao wamefanya mambo makubwa haya kutendeka. Tumekuwa na Pastor Simiu ambaye amekuwa akihubiri pamoja nasi, akifanya Bible study. Kila siku tumemsikia. Ameenda nyumba kwa nyumba, ametembea kila mahali, amehakikisha kwamba kila alipoweza amefika na kutuombea. Amejifunza pamoja nasi, lakini amesimama hapa, ameomba na watu maombi yanayojibiwa. Pastor Simiu, wherever you are, usimame rafiki yangu mchungaji kutoka kule Eldoret. Mungu akubariki sana. Jamani, Mungu ambariki sana Pastor Simiu. Asante sana Pastor, kwa ninajua mchana utakuwa na wakati mzuri. Asante sana mchungaji kwa kufanya kazi njema. Tumekuwa na mtumishi wa Mungu ambaye pia ametubariki sana, na si mwingine ni mchungaji Abina. Mchungaji Abina ambaye ametuleta katika umbali huu katika masomo ya kaya na familia. Ametufundisha sana, ameongea na watu wamekuwa inspired. It was one of the influential sessions. Na Mungu akubariki Pastor Abina, mali ulipo usimame na uwapungie wapendwa hawa. Huyo ndiye Pastor Abina. Mungu akubariki sana Pastor. Wengi wamebarikiwa na huduma yako. Asante. Napenda pia kushukuru kwa uwepo wa ndugu yangu evangelist, mtu mahiri ambaye kila jioni usiku wa saa 1 kwenda saa 2:30 amekuwa akitubariki sana. Na wakati fulani nimekuwa nikifuatilia mahubiri na masomo yake pale mtandaoni. Mwinjilisti Orina anatumika vyema kwa masomo haya ya prophecy. Karibu sana mtumishi wa Mungu, utupungie. Mungu akubariki sana. Ninaomba nishukuru sana pia kwa waliotuletea mkutano huu. Kimsingi tumeupokea mkutano huu hapa, lakini mkutano huu uliletwa, na hata mimi nimepokea mwito kutoka kwa Heavenly Targeters. Na baadaye mchungaji Oyaro akawa akiongea nami kuniambia
Kama ulivyopokea wito huo, tunakukaribisha sana. Na kwa hiyo kipekee kabisa niwakaribishe tena, hata kama mmetambulishwa nami, ninawatambua kama mlioleta mkutano huu. Watu wa Ogembo, Heavenly Targeters, wametuletea njozi kubwa. Jamani, Bwana asifiwe. Na kwa uwepo wa njozi hiyo ambao wameshiriki pamoja nasi, leo pia mamia ya watu wanaenda kubatizwa. Jamani, Bwana asifiwe sana. Msimame sasa na mtupungie tena, na Bwana awabariki sana. Can you stand up just for the moment? Mungu awabariki sana. Lakini kipekee pia leo wako na sponsors wao, kwamba wao pamoja na hawa ambao wamekuwa wakiwa sponsor wameshiriki kutoa mali zao ili kwa pamoja kazi ya Bwana isonge mbele. All the sponsors and family friends of Heavenly Targeters, na wakaribisha nanyi msimame na mtupungie pamoja. Na hata leo amekuja kumaliza mkutano huu. All the sponsors and friends of Heavenly Targeters, Mungu awabariki sana. Ndio hawa tunasemaje? Uwepo wao umekuwa pamoja nasi kwa njia ya matoleo. Basi mnaweza mkakaa. Aidha, nipende kutambua kwaya ambayo leo imekuwa na upekee mkubwa kutoka kule maeneo ya Umasaini. Marafiki zetu, Mungu awabariki sana. President wetu wa Tanzania Union, Southern Tanzania Union ni Masai, na nimeshamtumia video clip mkiwa mnaimba. Amesema atawaalika Tanzania. Na kwa nini sasa msisimame na mkapunga mkono kidogo? Yaani, Bwana asifiwe. Asante sana, mnaweza mkakaa. Aidha, nimependa pia kutambua uwepo wa mchungaji wetu wa mtaa, Mchungaji Oyaro, ambaye amekuwa pamoja nasi na mmemwona. Pastor amekuwa akisimama kuhakikisha mambo yanaenda. Pastor, may you kindly stand and greet the congregation. Wow, that's the pastor. Mungu akubariki sana. Lakini sana ninashukuru kipekee uongozi wa elders ambao wamekutana, elders wa district ambao wamefanya kazi kubwa, na nisipoitambua maana mchana wakati wangu haupo tena wa kuzungumza. Ninaomba niwatambue elders wote mlioko hapa ambao tumesimama pamoja. Msimame na mpunge mkono wenu. Mungu awabariki sana elders wa makanisa matatu haya, na Bwana awatendee mema pia. Nishukuru pia uwepo wa mabaraza ya kanisa, baraza la mtaa ambao mlishiriki kukubali mkutano uwepo, na support yenu pia ambayo mmeitoa kuhakikisha kwamba mkutano huu unafanikiwa. Wana Ogembo, Mungu awabariki sana. Ninasema tena, Mungu awabariki sana. Na basi kwa baraka hizo, nipende tena sasa kipekee kushukuru uwepo wa viongozi wa serikali kama ilivyosema na kutambulishwa. Wamekuwa watu wema. Hata leo tumeoccupy eneo lao la soko ambalo pia tunajua kwa hekima yao na kwa namna Roho wa Mungu atakavyowaongoza, wataona pia kwamba uwepo wa soko lao la hapa maeneo haya mapendwa. Ndugu kiongozi wa Adventista wa Sabato wote walioko hapa ni wananchi wako, na kipekee nitumie fursa hii kukuambia kwamba wa Adventista wa Sabato pia ni wafanya biashara, wanafanya biashara, na uwepo wa soko kubwa kwa siku ya leo unawanyima uwezo wa kufanya biashara hizo vyema na mafanikio. Na kwa hiyo kama mtumishi wa Mungu na mgeni kutoka Tanzania, ninaomba nipeleke ombi langu hili kwa unyenyekevu. Muendelee kulitafakari kwamba ikiwa umma wa watu zaidi ya 2500 ambao wako hapa leo wanakosa kushiriki kikamilifu kufanya biashara zao, nao wakafanikiwa kama wananchi wengine, itakapoonekana vyema ombi hili tutaliombea kwamba utakapolibeba kama mwakilishi wa wananchi hawa, Bwana akupatie kibali. Wa Adventista wa Sabato mlioko hapa, wangapi wameshanikubalia tuliombee hilo? Mbona mnaitika kinyonge au hamna biashara?
Kama mnaombea jambo hilo, piga kelele mseme amen. Piga kelele mseme amen. Na lolote tutakaloomba litatokea. Kwa hiyo unaweza kuona hekima pamoja na uongozi wote. Ikiwezekana soko kubwa likafanywa siku ambayo watu wote wanaweza wakafurahi kwa pamoja. Imewalazimu waumini hawa hata wavunje Sabato kwa kununua vitu siku ya Sabato, jambo ambalo litaathiri moja kwa moja imani yao na Ukristo wao. Sasa basi, mimi kama kiongozi wa kanisa na mtumishi wa Mungu, ninaomba rehema hiyo iwafikie wana wa Ogembo. Lengo ni jema ya kwamba hata wanaouza wangetamani hawa wote waliokaa wawe wateja wao. Kwa hiyo si kuuza tu, na manunuzi yatapanda na soko lako litakuwa kubwa, na tusiwatie hawa majaribuni, bali tuwaokoe na yule mwovu. Kindly receive my request with a very humbling state, na Mungu akuongoze. Ninajua majawabu mazuri yanakuja. Jamani, wangapi wanamuombea mwakilishi wetu? Jamani, haleluya. Mbona kama mjabarikiwa na amina zenu za kimaskini hizi? Kama mnataka jambo hili lifanikiwe, kusema amina maana yake nina iwe hivyo. Jamani, Bwana asifiwe. Na kiongozi huyu tutamuombea na serikali yao ili waone kama jambo hili litafanikiwaje. Mungu akubariki sana. Hilo nalo ni ombi ambalo huenda uliletwa na Bwana, ulibebe na uone kwamba washiriki wako wote, amini, wananchi wako wote hawa wangetamani kufurahi katika soko lao ambalo ndimo wanamokaa miaka yote. Na huenda wamelileta ombi hili kwa muda mrefu, lakini nami mtumishi wa Mungu ni nani nisiseme, ili nione watu wote wakibarikiwa. Mungu akubariki sana. Baada ya kusema hayo, ninakubali kabisa kwamba ulinzi wenu umekuwa imara. Mna wananchi wema. Boda boda hapa wamesogea kwa wema, wametupisha tuhubiri. Jamani, wangapi wanasema boda boda wabarikiwe? Jamani, Bwana wabariki boda boda. Na watu wa maduka yote mbarikiwe. Tumekaa nje ya maduka yao na wamekuwa wakituvumilia. Mungu awatendee mema. Baada ya kusema hayo, unajua unawezekana ulitarajia mkutano uwe na maajabu makubwa zaidi, lakini moja ya maajabu, Pastor Oyaro, ni kwamba tutapata mabadiliko ya siku ya soko. Na mimi sina imani ndogo katika hilo. Imani yangu ni thabiti, na uongozi wa Kenya ni thabiti, na Bwana atatenda mambo thabiti. Mungu awatendee na kuzidi. Baada ya kusema hayo kidogo, ninaomba pia kipekee kabisa niweze kushukuru uwepo wa Pastor Joachim ambaye amekuwa pamoja nasi, na yeye ndiye ambaye baada ya muda kidogo atamchukua mgeni wangu ambaye nitamtaarifu, na ninashukuru kwa unyenyekevu na ukubali wako kuwa nasi. Pastor, kindly may you stand up and greet the mass once again. Sijakariri jina la mtaa wake, ni mtaa fulani wa kimkakati. Mungu akubariki sana Pastor, and you're welcome. Basi miongoni mwenu tunaye daktari and my professor Dr. Musa Muneja. Kule Tanzania tuna chuo kimoja tu cha Waadventista wa Sabato Tanzania nzima, na yeye ndio Dean of Faculty of Theology. Kwa wachungaji wote ambao wamesoma kwa miaka 15 iliyopita, wao wametoka Kenya, Tanzania, Uganda, Afrika yote wamepita mikononi mwake. Jamani, Bwana asifiwe. For around 15 good years. Ni mtu wa Mungu, ni mtu wa maombi, na baadaye kidogo Mungu amemchagua kuwa ndiye Dean of the Faculty of Theology, na ndio faculty mama ya chuo cha Arusha yenye wanafunzi wengi, na mimi nikiwa ndani yake. Jamani, Bwana asifiwe sana. Daktari, can you kindly come here and greet the mass? Unajua yeye nitamuita, maana ametembea umbali huu kuja kutuona, na amekuja kumuona kijana wake. Ni Mungu amenipa favor
ya kuwa rafiki wa Dean of Faculty of Theology. Yani unakuwa rafiki wa bosi wa mabosi. That is the privilege. Mungu akubariki sana daktari, my professor, may God bless you. Huyu mtu hapo alipo na degree zaidi ya 5. Jamani, Bwana asifiwe. It's not good all that to promote, but you may see how humbly is he for coming this long to bless us. Pastor, may you please greet us. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, mimi sina wema wowote ila unaotoka kwa Yesu. Kwa napenda nimtambulishe Yesu ndani ya Pastor Lubua. Bwana Yesu asifiwe. Naomba niombe tu kwa kifupi. Mwenyezi Mungu, wewe uliyeumba mbingu na nchi, Bwana wa Sabato, Alfa na Omega, wa kwanza na wa mwisho, wewe unayetuangazia jua hili, lakini ndani ya mioyo tunachomwa na Roho Mtakatifu, tunakuja muda huu mfupi kujileta mbele zako. Sasa mtumishi wako baada ya introduction hii anataka kuanza kuzungumza. Bwana, 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 maneno atakayozungumza kuanzia silabi, letters, everything viwe na mguso wa Roho Mtakatifu. Amen. Gusa brain cells na Roho Mtakatifu. Amen. Hata gestures Roho Mtakatifu aguse. Equipment systems zote hapa Roho Mtakatifu aguse. Viwanja vyote hivi Yesu, wingu linaloongozwa kutoka mbinguni hapa gusa. Bariki watoto wako. Kila tutakapofikia muda tumeondoka, tuseme ya hakika Bwana alikuwa pamoja nasi kama alivyokuwa na Israeli jangwani. Katika jina la Yesu tunanyenyekea. Amen. Amen. Barikiwa sana Prof, na Bwana awe pamoja nawe. Sasa kabla nikiwa ninaenda kuhubiri sasa, na mkutano wetu ukiwa umekaa sawa mchana wa leo, nilisema kwamba ninawashukuru sana ndugu zetu waliotuletea mkutano huu, na nilipata taarifa kubwa na njema, na mimi nikasema jambo jema ni jambo la watu wote. Evelyn Targeters wamekuwa na mfumo wa uinjilisti, yani evangelistic campaigns, ambazo wamekuwa wakizunguka huku na kule. Na nitachukua kama dakika 6-7 hivi kufanya kile ambacho ninahisi kama Roho ananiongoza kukifanya pia. Na niwaalike sasa Evelyn Targeters mje hapa mbele, na mtakuja wote, lakini pia mtakuja na sponsors wenu. Evelyn Targeters with all of your sponsors or friends, may you kindly come very soon before I preach. Na wanapokuja yote namtolea Yesu, maana hawa wamejifunza kumtolea Yesu yote. Wengine wametoka huko nchi za mbali, they are not even in Kenya, but wameamua kuja ili pamoja na Ogembo tubarikiwe. Yote namtolea Yesu. Taimba beti moja tu wakati mnajipanga hapa na sponsors wenu. Karibuni wote hapa kwa pamoja. You are kindly welcome with your all of your family. All of your families, you are welcome here. Yote namtolea Yesu, twende. Yote namtolea Yesu, twende. Yote namtolea Yesu, moyo wangu ni wake. Nipe achana anasa kwako Yesu, nipoke yote kwa Yesu, yote kwa Yesu. Oh, upendo
kushinda Yesu, natoa yote kwa Yesu, we yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, upendo wa kushinda Yesu natoa. Basi asanteni kwa kuja. Unajua, siku moja nikiwa nahubiri hapa, na actually tulikuwa ni Pastor Magoti amehubiri, na baadaye nikawa ninaita wito, na wakati tunaomba hapa, unajua jambo likatokea baya, ambalo ni baya lakini basi is a blessing. Tukawa tume experience kuchomeka sana kwa vyombo vyao vikaungua, amplifier, kinds of speakers, na wakapata hasara kubwa sana. Lakini nikawaambia heavenly targeters, Mungu aliyewapa speaker hizo atazirejesha, maana mlizileta shambani mwake. Na kabla sijahubiri, ninataka tumuone Mungu anapozirejesha speaker hizi. Na kipekee kabisa wamekuja leo sponsors wao ambao wametoa ili kazi iende. Lakini sio hivyo tu, hawajachoka kutoa, maana hawajaacha kubarikiwa. Jamani, Bwana asifiwe sana. Na kwa hiyo, kwa sababu every targeters pamoja na sponsors wao wanataka kutoa ili tuwasaidie